siri, hakurudi tena, kaenda kabisa ndani ya mwili. Bwana wangu, ulisema hatazaa na mtoto wako tena, atazaa. Leta kwako, enda ukawatakase, enda ukawatakase wote waliofungwa. Bwana Yesu, weka moto hivyo vifungo, weka moto hizo maroho, weka moto katika jina la Yesu. Ndio yako. Fungua nami kitabu cha Ufunuo wa Yohana 2:1. Nataka nihubiri hapo, nikuambie habari. Kama kuna mtu amepata tusomee. Mchungaji Anderson, mbona unaangalia Biblia kwa mbali? Tafuta miwani kama mimi. Umepata? Soma 2:1. Ufunuo wa Yohana 2 kuanzia mstari wa kwanza. Mtasoma. Kwa malaika wa kanisa lililoko Efeso andika. Haya ndio anayo yeye asishikaye. So, pole pole. Azishikaye hizo nyota 7 katika mkono wake wa kuume. Yeye aendaye katikati ya vile vinara 7 vya dhahabu. Nayajua matendo yako na taabu yako na subira yako, ya kuwa huwezi kuchukuliana na watu wabaya, tena umewajaribu. Hebu simamia hapo tu. Asante Mungu, na kabidhi neno hili mikononi mwako, nitumie kama utakavyo mchana wa leo, na jina lako likapate kutukuzwa. Naja kwako Bwana, enda ukanene na watu wako, kwa jina la Yesu tumeomba. Ufunuo wa Yohana, tutasoma pole pole mpaka tufike mahali tunataka. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ninayajua matendo yako. Nayajua. Mupe mkono mwenzako umwambie Bwana anajua matendo yako. Bwana Yesu asifiwe. Anasema nayajua matendo yako na subira yako. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama anajua yapi, sijui yale ajuayo kutoka kwako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Biblia inasema ninayajua matendo yako, matendo yako na subira yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ukiwa na subira nzuri, hiyo huvuta heri, walisema hivyo. Lakini je, haya matendo hayajuayo ni yapi? Amen, imepungua. Bwana Yesu asifiwe.
Ama mtanipiga mawe leo? Mbio ninazo, kurusha mawe siwezi, lakini kukimbia naweza. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ninayajua matendo yako. Soma sasa, anzia hapo mwanzo, hapo tulipoanzia. Nitasoma. Kwa malaika wa kanisa lililoko Efeso andika. Haya ndiyo anenayo yeye ashikaye hizo nyota saba katika mkono wake wa kuume. Yeye aendaye katikati ya vile vinara saba vya dhahabu, na yajua matendo yako na taabu yako na subira yako, na ya kuwa huwezi kuchukuliana na watu wabaya. Tena umewajaribu wale wajiitao mitume, nao sio, ukawaona kuwa waongo. Kachi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tena umewajaribu wale wanaojiita mitume. Kuna watu wanajiita mitume lakini ni waongo. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ukawajaribu, ukaona hao nao ni waongo. Kwa sababu gani? Unasubiri ule ukweli wa Bwana, lakini tatizo ni kwamba anajua na matendo yako na tabu yako. Tabu yako, huna plani na mpangilio ya Mungu. Haleluya. Hapo ndo tutakosana mapema. Bwana Yesu asifiwe. Huna mpangilio na Mungu wako, ndio tabu yako. Ile nyingine ni ile ujuaye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Lakini ya kwanza, hauna mpango na nani? Na Mungu wako. Ndio maana ninajua na tabu yako, maana una tabu. Mwokovu ana tabu, mwokovu wa kiroho ana tabu. Ana tabu, ana tabu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sikuja kuwahubiria miujiza mnaiona tayari hapa. Nimekuja kukuletea neno litakalo kuponya huko ndani. Ndio maana muujiza ukija ukuinue. Alafu tu Yesu akija twende mbinguni. Mwokovu wa kiroho ana tabu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtanipenda tu bado. Amen. Naijua tabu yako na subira yako. Hiyo tabu hiyo anaijua, maana una tabu. Una tabu. Muulize mwenzako, tabu yako ni gani? Utaki kumuuliza, maana wewe ni mmoja wao. Si umuulize. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu anasema anaijua hiyo tabu yako. Ndio una subira, ndio umewajaribu ukawaona waongo, lakini una tabu. Una tabu. Bwana Yesu asifiwe. Una tabu, utaki kutoa fungu la 10, una tabu. Una tabu. Una tabu. Utaki kutoa fungu la 10, una tabu. Una tabu. Bwana Yesu asifiwe. Una tabu. Ukiona mama mchungaji ameshona kitenge kizuri unasema niyo sadaka zetu. Una tabu. Una tabu. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji akija hapa amepiga viatu vingi unasema ni hizo sadaka tutauliza Jumapili. Una tabu. Una tabu. Bwana Yesu asifiwe. Una tabu. Una tabu. Bwana Yesu asifiwe. Ukisikia amechukua sadaka maana amekosa unga akala, unaweka kikao, una tabu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Una tabu. Una tabu. Haya, umempa sadaka aweke. Aleni. Chakula hujampa, umempa cha kuweka, ataweka. Una tabu. Una tabu. Una tabu. Na Mungu anasema ninaijua
yako. Japo una subira lakini una taabu. Bwana Yesu asifiwe. Pale kwangu pale headquarters mahali na hudumu, kuna wandugu fulani na wake zao mwaka fulani waliniambia, mchungaji, tuombee tupate kazi alafu tuweze kutoa. Lakini mtu anakwambia niombee nipate kazi kisha nitoe, na kule kwao anaendeleza mjengo. Ule mjengo anaujenga na mate. Anatabu. Bwana Yesu asifiwe. Kufumba na kufumbua. Mimi napenda kuangalia wahubiri kwa TV. Hata ikiharibika nimechanganyikiwa, nakimbiza kwa fundi haraka irudishe, maana napenda kuona. Na siku moja Mungu akanielekeza, nikaona kwa mhubiri fulani, wale hawana cha kutolea Mungu hapa, wako na bahasha kwa mhubiri fulani huko, wanaomba kwa madhabahu, wanatabu. Bwana Yesu asifiwe. Nimesikia mmesema hamukwenda juzi maombi maana kuna kunyesha. Unatabu. Bwana Yesu asifiwe. Maana Biblia imesema najua tabu yako. Hiyo tabu hiyo anaijua, ya kutafuta visababu vidogo. Unatabu. Unanipenda bado? Tunakupenda. Bwana Yesu asifiwe. Endelea pale. Endelea hapo. Usiache, endelea. Tutasonga tufike mahali. Alafu niwekee mikono watoto nikimbie. Maana leo niko na mkutano wa baraza, lazima nifike. Nipangilie mipango mingine. Soma. Tena ulikuwa na subira na kuvumilia kwa ajili ya jina langu. Ulikuwa na subira na kuvumilia kwa ajili ya jina la Yesu. Hilo analijua. Alafu wala hujachoka. Lakini nina neno juu yako. Mwambie neno. Mwambie ya kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza. Umeuacha. Basi kumbuka ni wapi ulikoanza. Kumbuka. Mwambie jirani yako kumbuka. Kumbuka. Endelea kidogo hapa. Kumbuka ni wapi ulikoanguka. Hapo. Kaa chini sasa. Basi kumbuka ni wapi ulikoanguka. Uliangukia upande gani? Ni kwa fitina? Toka. Ni kwa masengenyo? Toka. Ni kwa wivu? Toka. Ni kwa kunung'unika mchungaji? Toka. Ni kwa kuona huyu hafai? Toka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini cha kwanza kumbuka. Hata mimi nimekumbuka. Mumesalimiwa na ndugu yenu Mchungaji Joseph Katana. Ni mwanangu wa kwanza. Jesus Evangelism ambayo sasa ni lango la uzima. Nilianza na huyo. Ndio alikuwa mshirika wangu wa kwanza pale Bashiri. Alafu akaja akaanzisha huduma yake, yuko hapa chini. Bado tunashirikiana tu. Mtoto akienda kujenga boma kwa amani asitukane baba, bado ni mtoto. Kwa hivyo bado ni mtoto. Juzi nilihudhuria harusi yake Desemba, nikalishwa keki. Amen. Alihalalisha yake huko na ngoja yenu. Bwana Yesu asifiwe. Na tarehe 19 mwezi huu tutakuwa kwa semina. Naomba niondoke na pasta wenu. Nitakuwa nafungisha harusi moja haraka na nirudi pale Malanga. Imebidi mchungaji, tutaenda na wewe. Usiulize tikiti, gari yacha. Haya, turudi kwa neno. Biblia inasema kumbuka ni wapi
ajili ya neno langu, lakini nina neno juu. Hebu soma tena hapo, parudie, ni pazuri, parudie, niambie hawa watu hapa kwanza. Lakini nina neno, lakini nina neno juu yako. Rudia, anza juu kidogo. Okay. Juu kidogo. Tena ulikuwa na subira na kuvumilia kwa ajili ya jina langu. Tena ulikuwa na subira na kuvumilia kwa ajili ya jina langu. Wala hukuchoka. Lakini nina neno juu yako. Lakini nina neno juu yako ya kwamba umeacha upendo wako wa kwanza. Upendo wako wa kwanza. Basi kumbuka ni wapi ulipoanguka, ukatubu, ukayafanye matendo ya kwanza. Kaa ndugu, kaa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nina neno juu yako ya kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza. Uliuacha. Kumbuka ulipokuwa ukibeba sukari ukienda kwa nyumba ya mchungaji. Halo. Ulipokuwa ukibeba maziwa ukienda kwa nyumba ya mchungaji. Ulipokuwa ukibeba mkate ukienda kwa nyumba ya mchungaji. Ulikuwa wa kwanza kuja utandike kapeti. Yes. Ulikuwa wa kwanza kuja upanguze viti. Lakini sasa umewacha. Kumbuka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka ulipokuwa ukifunga sana ukiombea mchungaji, Bwana mtie nguvu, Bwana msaidie kila wiki. Umeuacha upendo wako wa kwanza. Basi amesema basi kumbuka ni wapi ulikoanguka, tubu, ukayafanye matendo yako ya kwanza vile ulivyoanza. Wananitumbulia macho. Kumbuka ukarudishe matendo yako ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Unajua, juzi nilikuwa nikiangalia picha nyingine, kuna hizi zinaitwa wedding. Fanya hivyo naja kwako, nami nitakiondoa kinara chako katika mahali pake kinaondolewa. Si hiki ndo umetegemea? Maana unamguguna mchungaji, uligugune kanisa, unene kila kitu, lakini kuna kinara kinachokusaidia ukiomba. Bado uwepo wa Mungu unafanya nini? Anasema naja upesi. Ukichukua Amina. Naja upesi. Nami nitakiondoa hicho kinara mahali pake. Bwana Yesu asifiwe. Mwaka fulani mchungaji wangu mmoja akaingiwa na pepo. Nimemfungulia kanisa, nimemjengea, nimemnunulia ploti kubwa hata kuliko ya headquarter. Nimemweka hapo anahubiri. Nimetembelea kanisa hilo nikaambia watu, mumubariki huyu. Kila mwezi njoo na sukari, njoo na mfuko wa sima, njoo na kile unaweza. Bariki mchungaji. Anabarikiwa, akija nyumbani amebeba vitu pake, si pangu. Sasa sikiliza. Pepo akamwambia, hata wewe unatosha kuwa na hili kanisa mbali na yu. Unaona shetani anavyokuja na maarifa madogo lakini yenye uzito. Akajisikia, sasa hapa kama yule baba sinaye tena, sitakuwa mimi ndo baba kila kitu. Na kwangu huleti kitu. Sasa shida nini? Kama sikudanganya. Ingekuwa labda ukibarikiwa waniletea mimi, pengine ingekuwa kuna sababu ya kusema ngoja niwe kando, ndo nikibarikiwa niende navyo kwangu. Sasa wabarikiwa wewe, wenda kula wewe, wakaa navyo wewe, tena hautosheki. Tamaa ya pepo.
Bwana Yesu asifiwe. Akapanga njama, ngoja nikwambie, akapanga njama na njama ikaifa. Akatoka na washirika wote akawarudisha kwa shule kama hivi, akakodisha classroom, akaanza kuwa pastor pale sasa. Haleluya. Jumapili ya kwanza ya pili nikipiga simu haziingii, nikaambia mchungaji mwingine wa Akipa, nenda kawaone wa hali gani. Saa 5 hivi naona message kwa simu, mchungaji, kanisa limefungwa, hakuna mtu. Nikamwambia rudi. Nikamwambia rudi. Nikaita bodi haraka ghafla, Jumapili siko hapa, lazima nijue hapo kunaendelea nini, nitaenda. Mzee mwingine akaniambia, mchungaji, mimi nitatangulia. Kaambia tukutane huko. Akifika akatafuta kanisa ni kufuli ndugu, na mahali pale palikuwa na watu 50 kuendelea, ni kifuli. Halo, kumbuka. Na sisi tukafika, tulienda karibu nisani moja, tukiwa pale tukashindwa, tukabomoa mlango, tukaingia ndani, tukaambia Mungu, tunakushukuru kwa kutufikisha hapa. Watu hawa mahali walipo unawajua, naomba Bwana uwape neema hapo walipo. Mara wa mama wawili wakatoka kule, kuna nyumba nyingine wakaja, wakakaa, ni washirika. Tukawauliza, wanasema tuambieni nyinyi, Januari yote hatuoni kanisa. Tukawa tumepata fununu wako shule fulani, kawaambia, sikizeni, huyo aliyekuwa hapa ameasi na ameenda na kanisa lote hapo kule kwa ile shule, mkiwa mnamtaka nendeni pale, lakini Yesu wa lango la uzima yuko wapi? Hapa. Amen. Na nikapaka mafuta pasta mwingine nikatuma hapo. Amen. Sasa basi vituko vinaanza, ndo ujue shetani hukutoa karibu na watu wa Mungu ili akupige. Maana najua hapa ikupiga, kuna mama yuko hapa, akikupiga mzee yuko hapa, kuna waombezi, lakini anakutenga mbali. Nakumbuka zamani tulikuwa tumeenda matanga, tunaambia vijana, nenda ukamchokose alafu kulete huku kando nje ya boma. Si tumeweka tayari ngumi. Huko Misri tuko tayari na ngumi, na yeye akitoka nje ya boma hatoshi, anakutana na ngumi nzito nzito. Na hivyo ndivyo pepo anafanya kazi. Miezi 3 baadaye, kuna kanisa yangu nyingine ilikuwa imefungua huko Kaloleni karibu na kwao, hata ilikuwa kwa shamba lake hapo. Akapigia ule mchungaji akamwambia, sikia, nimejitenga na huyu pumbavu, na wewe pia jitenge naye wawili. Na ule mama naye akajitenga. Maswali kule yakaibuka, mtumishi haji tena, kuna nini? Hana cha kusema. Miezi 3 baadaye, yule aliyempaka mafuta awe pasta mdogo akawachukua wote wale washirika, akaenda nao mbele, kaenda kufungua kwake, akaachwa peke yake. Sasa basi anachukua simu, anataka kupiga Kaloleni aulize, kule nako wametoroka wote, wamekuja kwa boma langu, wanasema tumungoja mchungaji hapa, kama atakuja kutufunguza tujue tuna makosa, tuabudu hapo. Sasa anachukua simu, mtumishi, huku basi nimeporwa, hata mimi wameenda. Bwana Yesu asifiwe. Haya, wale wabale wakanipigia, nikasema acha niende. Wakati nilikuwa na safari ya kwenda Bamba, ni Wacho ama ni wapi nilikuwa nimeenda, kwa kina Alice Wacho. Nikapigiwa simu, nikavunja, katoka Bamba nikavunja safari ya kuja huku, nikapitisha gari wapi? Kaloleni. Nikaambia wengine rudini Mombasa, nashuka hapa na kesho. Nikaingia kwangu, nikifika washirika wako hapo, wengine hata wanalia machozi, kwani tulikukosa nini dadi? Nikaambia, kwani kuna makosa? Mimi mniambie nyinyi, mnalia nini? Mbona uji tena kule? Nikaambia ni mambo ya rohoni.
Na mimi wasitaki kuvutana na mtu, kuvutana wasitaki. Nikijua umeanza kwenda nyuma na mambo ya Mungu, kwa heri, nishaacha tayari. Mbona tusukumane wakati tunang'ang'ania kwenda mbinguni? Hakuna kusukumana, acha tusukumane na pepo, maana ndiye mpinzani wetu. Nikawaombea, nikawaweka pale, nikawaambieni mchungaji, nikamwambia kaa nao. Huku jamaa analia, mwenye alienda nao naye miezi 3 akanyang'anywa tena. Yaani hiyo kanisa ilienda hivyo mpaka ikatokomea, wengine wamerudi kwa mangwe. Bwana Yesu asifiwe. Hatari inapatikana, haujui ni wapi ulikoanguka. Bwana Yesu asifiwe. Mwito hauna vita, mwito hauna kiburi, mwito uko mwepesi na una mwelekeo. Halo, sijui kama mnanielewa. Ndio maana Biblia imesema kumbuka ni wapi ulikoanguka, ukatubu na kuyafanya upya matendo yale ya kwanza. Usipofanya hivyo, naja kwako upesi, kinara na king'atua. Alafu anamaliza akisemaje? 4 anasema hivi. Basi kumbuka ni wapi uliko hapo. Lakini endelea. Lakini usipofanya hivyo, naja kwako na nitakichukua kinara chako katika mahali pake usipotubu. Lakini unalo neno hili moja tu, kwamba wayachukia matendo ya Wanikolai ambayo ni mimi nami nayachukia. Hilo ndo limebaki kwako. Ujue mtu akianguka wokovu anabaki na haleluya nyingi. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe wapendwa, hilo halitoki. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ameanguka kitambo. Halo, kumbuka. Kumbuka mpendwa, kumbuka, maana Yesu anakuja. Atakukuta upande gani? Je, atakukuta bado unasengenya? Je, atakukuta bado umenuna tu wewe? Atakukuta umesimamaje? Nilipotaja fungu la 10 wengi hawakushangilia. Kule kwetu tumewatolea na bahasha. Na usisahau, baadhi ya makanisa ama ministry ziko na registration fee na una renew kila mwaka. Na mimi nilitafakari nikasema, shida hii si mchungaji, ni washirika. Mbona mnaniangalia? Shida ni nani? Washirika. Maana kama hutaniletea nile, sitatafuta mbinu ya kufanya unilete. Ndio maana naenda kuchapa vikadi nikuletee, nikwambie sasa nimekuja na mpangilio mpya, Mungu amenituma. Hii ni registration ili washirika wangu ni wafahamu vizuri. Kwa hivyo nakubidi kila mwaka unatoa 5,000 kurenew registration yako. Ninajua kabisa nikipiga hesabu hao haraka niko na watu kama 30. 5,000 times 30 ni pesa ngapi? Halo, munifeni mati kama mimi 15,000. Hapana, wewe ulifeli zaidi. 150,000. Sasa kama zimekuja Januari, mbona nisile?
Bwana kitambi kisije. Bwana Yesu asifiwe. Na shida haikutokezea kwangu, nimesukumwa kufanya hivyo. Maana watoto wanafukuzwa shule, mshirika anakuja aseme niombee mchungaji, niweke mkono, aanguke, agaregare, aondoke, aseme asante mtumishi huyo. Pale jikoni nitaweka nini? Ukienda pale jikoni naweka nini? Halo? Sasa inabidi nitafute mbinu. Ndio sababu Biblia inasema una neno moja ya kwamba wayachukia matendo ya Manikolai ambao hata mimi nawachukia. Hayo tu. Lakini haya mengine uyafanyi. Muulize mwenzako, kumbuka. Bwana Yesu asifiwe. Malizia, anasemaje hapo mbele? Anasemaje? 7 anasema yeye aliye na sikio, na alisikie neno hili, alisikie neno ayaambia ambayo Roho ayaambia makanisa. Yeye ashindaye nitampa kula matunda ya mti wa uzima ulio katika bustani ya Mungu. Amen. Mwenye nini? Unalo. Unalo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unasikia kweli? Mimi nasikia. Hivi umesikia? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana Biblia Yesu ana mahali alisema kulikuwa na wanawali 10, 5 wapumbavu, 5 wenye busara. Wakaenda harusini, wakabeba wale wenye busara, wakabeba mafuta tena na ya akiba. Una akiba? Unayo? Bwana Yesu asifiwe. Wale wapumbavu wakasema haya yatatosha. Usiku si mrefu yatatosha. Wakakaa, harusi kikaribia, bwana harusi wakasinzia. Waliposinzia kausingizi kamekucha, wakalala kitoko. Walipoamuka hawakujua kutakuja usingizi. Walipoamuka bwana harusi waja, wenzao wakawasha mataa yao ikaanza kufifia. Wenye akiba wakafungua chupa zao wakajaza, na mwangaza ukapatikana, wakaendelea mbele. Wapumbavu wakasema nisaidie na mimi mafuta. Wakawambia hata sisi hayatutoshi. Haya basi shikeni njia muende. Halo? Bwana Yesu asifiwe. Una akiba? Hapana, lazima tuangalie. Una akiba? Bwana Yesu asifiwe. Ndio siku ile nikasema mwanamke hafai kuongea mpaka mumewe anyamaze, abaki yeye, kwa sababu ameambiwa nguo hujaifua vizuri. Ni mwokovu huyo bado una akiba. Unafaa uwe na akiba. Hapo emeni itapotea. Lazima uwe na akiba. Lakini ananena mpaka mzee anyamaze, mpaka arudi amwambie simetosha mama yake nani. Bwana hapana, huwezi kunikalia chapati hapa. Ni mwokovu. Una akiba? Unayo akiba? Bwana Yesu asifiwe. Alafu asubuhi ndo yeye mbio kwa mama mtumishi. Mama mtumishi, mume wangu simuelewi kabisa. Utamuelewaje na huna akiba ya mafuta? Hapana. Mama mtumishi naye anamshauria muombe. Hapana, wakija tuite na sisi waume pia. Tuitwe. Na tuitwe. Sote wawili.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuitwe. Hapana, hilo wakija tuite. Mwambie sawa, kesho tutaongea. Nipigie simu na mimi tukutane hapo. Ndio ujue kumbe mshirika wako ni wa namna gani. Bwana Yesu asifiwe. Namaliza nikisema siku moja mchungaji mmoja na mshirika wake mzuri, muombezi wa kunena na lugha. Namaliza hiyo Lakini kule nyumbani huyo baba hana pa kunywea maji. Akishika kipochi akienda kanisani, mchungaji ameshusha pumzi. Halo, mbona kicheko kimenyamaza? Wamekasirika. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja mchungaji akatoka akitembea kama mtumishi, akafika kwa ile nyumba, akakuta yule mzee pale peke yake anafagia pale mbele ya nyumba yake. Akamwambia mzee, habari yako? Salama huku. Mama mpendwa anaendeleaje? Yule mzee akasema, mama mpendwa wako ni gani? Huyu Kierere. Huyu Kierere. Akamwambia, ndugu, mkeo ni mtu wa maana, anafanya huduma kanisani, watu wanamtegemea, unamwita Kierere? Akamwambia, sasa basi usichukue ushuhuda wangu wa mdomo, ingia hapa ndani, yuaja sasa hivi. Nataka uyaone kwa macho yako na uyasikie kwa masikio yako mawili. Baba mchungaji, ingia. Akaingia, akaketi kidogo. Mama ndiye huyo. Mungu yu mwema. Akamwambia baba mchungaji, njoo. Ingia nyuma ya mlango, simama hapo. Nataka usikize. Mchungaji akatii, akasimama hapo. Akifika kwa mlango, umepabandika chakula cha watoto lunch, wanakuja sasa hivi. Mke wangu, yani hivi ulikuwa unaongea kumbe ni serious, si ndio? Wanaume wengine sijui wakoja, akaanza kukema. Sasa ule baba anarudi kwa mlango, akafika mwambia, atoka. Baba mchungaji, Bwana Yesu asifiwe mtumishi. Tuitwe na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Wakija na sisi tuiteni. Wasijeni kwenu mkapanga maombi, mama utakonda. Taka kujua humuelewi tangu mwanzo ama tangu jana. Amen. Bwana alibariki neno lake. Amen. Sasa kabla tuende kwa hicho kipindi kingine, nataka tuombe ili tuweze kukamilisha katika hilo neno. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sio ni haja ya kuwahubiria wa watu na hekima nyingi, wanajua neno. Amen. Ni kulifuata hawataki. Amen. Hivi kuna mtu hajui Biblia inasema toa zaka kamili? Yuko. Tumufungulie kitabu. Lakini mbona hatu? Wanasema ukitoa mchungaji anakula. Sasa wataka ale nani? Unataka ale yupi? Situelewane. Amen. Simama. Bwana Yesu asifiwe. Nabaki kuitwa mtumishi Dadu. Napenda hilo jina, maana kule nimetoka ni mbali na kule naelekea sijui. Neema ya Mungu initoshe nifike. Nataka usimame tukaombe kwa ajili ya hilo neno, tukamwambie Bwana kwa ajili ya hilo neno. Wewe fungua moyo wako, umwambie Mungu, nipe kukumbuka niliacha wapi,
niliacha wapi upendo wa kwanza? Mama amebeba mtoto jamii na amelala. Tutaomba Mungu mpate mahali pakubwa. Mtoto akilala muweke hapo alale. Inua mikono yako miwili juu. Wanijua vyema Bwana, wanijua vyema Bwana, mimi wanijua vyema, niko ni wapi? Umeacha upendo wa kwanza, umeacha upendo wa kwanza.
mwingine kama wewe. Uhimidiwe Bwana wangu, maana ni wewe mwelekezi, maana ni wewe Bwana wangu unayependeza siku zote. Simama mwenyewe Bwana, ukapate kuonekana na jina lako litukuzwe. Asante Mungu wa majeshi, maana unapendeza, unastahili Bwana. Oh Yesu, Yesu mwana wa Mungu, Yesu. Katika jina la Yesu, Yesu mwana wa Mungu, Yesu. Asante Bwana, asante Yesu, maana hakuna Mungu kama wewe. Asante Yesu, asante Jehova, asante Mungu wa mbinguni, asante Yesu, asante Jehova, asante mwana wa Mungu. Inua mikono yako miwili juu kila mmoja, inua mikono yako miwili juu kila mmoja, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Wape kukumbuka Baba, wape kukumbuka Jehova, wape kukumbuka ni wapi walikoanguka, wape kukumbuka Masia, ni wapi walikoanguka, wape kukumbuka, maana ni watoto wako, maana ni watoto wako, maana ni wana wako, wanakuhitaji wewe, wanakuhitaji Jehova. Enda ukanyoshe mkono na jina lako litukuzwe. Asante Bwana Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Inua mikono yako miwili juu. Tunaacha mbele zako Bwana, ninawakabidhi mikononi mwako. Wamelisikia neno lako Baba, acha mioyo yao Baba ikatafakari, acha mioyo yao ikatafakari, acha nia zao zikatafakari. Ni wapi walipoanguka Jehova? Ni njia gani waliokosea Baba? Ni wapi walipoenda kando ili wakaweze kuregea? Na jina lako litukuzwe. Ninakemea kila mapepo, ninakemea kila maroho, ninakemea kila vifungo. Weka ndani ya moto, weka ndani ya moto, weka ndani ya moto. Baba, ninawaleta mikononi mwako. Wapiganie Jehova, wape moyo wa kunyenyekea, wape moyo wa kusimama, wakatafute uso wako, wakapende kukuita, wakapende kukuuliza, na jina lako litukuzwe. Kila mitego ya kuandama, kila vifungo ya kuandama, ninateka nyara, ninateka nyara, ninateka nyara. Weka moto, weka moto, weka moto, weka moto. Bwana Yesu tawala, Bwana Yesu tawala. Baba, nawafunika na damu yako, nawazingira na damu yako, nawazunguka na damu yako. Jehova kaonekane ndani ya maisha yao, Jehova kaonekane ndani ya nyumba zao, Jehova kaonekane juu ya watoto wao, Jehova kaonekane juu ya maisha yao, na jina lako litukuzwe. Asante mwana wa Mungu Yesu. Unaota ndoto mbaya, unaota ndoto mbaya. Uko hapa wewe unaota ndoto mbaya. Ukilala unaletewa watu waliokufa, wanaongea na wewe, wanazungumza na wewe, saa ingine wanakupa na chakula. Bwana wa majeshi amesimama leo apate kukufungua, apate kukufungua. Achilia wa moyo wako mahali ulipo. Hizo ndoto zako mbaya zinazokufuata ni maroho ya kichawi, yametumia roho sura za watu wako ambao unawajua ili uwezi kukemea. Mchana wa leo nimesimama hapa
kukataza hizo ndoto, kukataza hizo ndoto za nyanya aliyekufa zamani, za changazi aliyekufa zamani, na kukondolea macho usiku na kukwambia nateseka, na kukwambia mahali lipo napata shida, nasikia baridi, mwanangu njoo nisaidie. Hizo mapepo ninakemea, 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 ninakemea. Weka moto, weka moto, weka moto, weka moto katika jina. Wanaenda pale makaburini, wanaenda pale makaburini, wanaita hiyo majina ya huyo mama, kisha wanakuita jina lako, maana waliliandika wanalo kwa kitabu chao cha mapepo. Inua mikono yako miwili juu sasa, hicho kitabu kikachomeke, kikateketee, kikachomeke. Ninaachilia na moto, naachilia moto, naachilia moto, naachilia moto katika jina la Yesu. Bwana Yesu tawala, Bwana Yesu tawala, Bwana Yesu tawala, Bwana Yesu tawala. Baba, na wafunika na damu yako, wapiganie Jehova, watetee Bwana wangu. Kila wakati unakosa amani, moyo wako hauna amani, umeomba unashangaa ni nini? Ni maroho yametumwa ili upate kupoteza mwelekeo, hatimaye upate kwenda kujinyonga, maana utakosa amani mpaka unawaza kuishi ni kwa nini? Kuishi basi ni kwa nini kama maisha ni haya? Bwana wa majeshi amenituma leo nije nikutangazie kurudishiwa amani yako, kurudishiwa amani yako, kurudishiwa amani yako. Amani yako inarudi, amani yako inarudi, amani yako inarudi, amani yako inarudi. Asante Bwana Yesu, niko mikononi mwako, ninawafunika na damu yako. Wapiganie Jehova, watetee Baba, acha waone mkono wako na jina lako litukuzwe. Naambiwa kuna watu wanatafuta kazi hapa, kuna watu wanatafuta kazi hazipatikani. Inua mkono wako wa kuume, mwenye unatafuta kazi, inua mkono wako wa kuume. Amini pale ulipo, Bwana wa majeshi amenileta hapa nikakufungue pale ulipofungwa, ili uteseke mpaka pate kufunguka. Bwana Yesu, ninaja mbele zako, wale wanatafuta kazi hawazipati, wanahangaika, maroho yamewakamata, yamezuia kazi zao, nyota zao zimechukuliwa. Leo ninarudisha kwa jina la Yesu, narudisha kwa jina la Yesu, narudisha hivyo vifungo, ninakata hivyo vifungo, ninakata hivyo vifungo, ninakata katika jina la Yesu. Bwana Yesu tawala, Bwana Yesu tawala, Bwana Yesu tawala, Bwana Yesu tawala. Uko na mpango wa kusafiri, uko na mpango wa kusafiri na haufaulu. Unashindwa ni nini kinaendelea, unashindwa ni nini kinaendelea. Wenzangu tulioanza nao wameenda, mimi nimekwama, nateka nyara hiyo roho ambayo haitaki usafiri, haitaki usafiri, imesimama mbele zako, inakutatiza, ninaihamisha, 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 ninaihamisha katika jina. Bwana Yesu tawala, Bwana Yesu tawala. Enda Baba ukawafungulie milango, enda Baba ukawafungulie milango, waone kazi, wapate kazi iliyo nzuri, waone ushindi wako, walindwe na damu yako na jina lako litukuzwe. Baba ni asante, nimewakabidhi mikononi mwako. Acha Mungu kanisa hili ukazidi kulibariki, ukazidi kuliinua. Acha mahali hapa pakawe kwa baraka, watumishi wako wako hapa, wajaze na nguvu na jina lako likapate kutukuzwa. Asante maana umetenda. Kwa jina la Yesu
tumeomba. Pigia Yesu makofi makubwa. Amen, 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 amen. Amen. Tukae. 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 Huyu mtumishi asiwashangaze hivyo, ndo Mungu anamtuma. Na akitumwa kwako anaweza kuja kufanya, utalipuka upike mateke watu ushangae. Yeye ako hivyo. Akupulize. Kilicho ndani yako kitapika nduru kikimbie. Mungu alimchagua hivyo. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka twende kwa huduma ya watoto ili nisiwacheleweshe. Fungua nami kitabu cha, nataka nianzie Samueli wa kwanza. Samueli wa kwanza. Samueli wa kwanza 1, soma kuanzia 21. Tuone habari za wakfu wa watoto. Uliamuriwa na Mungu mwenyewe. Ingawaje kuna watu wamezaliwa hawakuwa katika mikono ya waokofu, like mimi na wewe. Wewe wakfu wako uliwekwa wapi? Acha tuongee kitabu kikitafutwa. Wewe na mimi tuliwekwa wapi wakfu wetu? Baba yangu alikuwa anaabudu vinyago wakati huo, na wako pia. Hautasema ndio. Sasa tafakari, ulipozaliwa uliwekwa wakfu wapi? Kwa hivyo wewe ni mwenyeji wa mizimu. Kuna haja ya hata wewe pia kuwekwa wakfu wakati mwingine. Uvunje ule wakfu wa zamani, yes, uingie kwa wakfu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Saa ingine mimi hufanya hiyo ibada pale, huwa napanga wazee wakae chonjo, maana ngumi huwa ziko hapo hapo. Juzi nilifanya anointing service, nilikabwa shingo. Waombezi wangu na wazee walirelax kidogo, na nilijaribu kufanya kitu ili niwaone wasije wakawa spiritually sana, wawe live, lakini Mungu anajua afanyacho. Nikahubiri na nikamwambia tubu pale ulipo, na wakainamisha vichwa, wakamaliza, nikamwambia pangeni laini. Sasa unajua umerudi normal. Lakini Mungu ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na huwa sibebi mafuta kwa mkoba, hapana. Nikisema naja hapa niwafanyie baada ya anointing, nyinyi wenyewe nunueni mafuta yale mnataka niyakute hapa. Amen. Hapa. Amen. Muniambie ndio haya. Amen. Na tuyabariki hapa, maana tunaenenda kwa imani. Amen. Si kwa kuona. Amen. Na nilituma msichana mgeni nikamwambia, mwanangu njoo na mafuta Jumapili ijayo. Alikuwa na Jumapili ya ngapi? Kanisani. Ni kubwa, nikamwambia kale kachupa kadogo tu, kwani mtajipaka mwili mzima. Akaja nayo, na yeye mwenyewe akaanza kuyakimbia, na tumeyaombea. Wapendwa, ni kukumbuka na kukubali kukaa vile Mungu anataka. Wacha watu wakudharau, lakini mbingu ikuheshimu. So kuna haja ya kufanyiwa wakfu wako wewe mwenyewe. Amen. Tutakuja kufanya siku nyingine nikiitwa tena. Amen. Soma Samueli wa kwanza 1:21. Kisha yule mtu Elkana na watu wote wa nyumbani mwake wakakwea kwenda kumtolea Bwana dhabihu ya mwaka na nadhiri yake, bali Hana hakukwea, maana alimwambia mumewe, sitakwea mimi hata mtoto wangu atakapoashishwa maziwa. Hapo ndipo nitakapomleta ili
ahudhurie mbele za Bwana, akae huko daima. Endelea. Elikana mumewe akamwambia, haya, fanya uonavyo vyema. Ngoja hata utakapomwachisha maziwa. Bwana na alithibitishe neno lake tu. Basi yule mwanamke akangoja, akamnyonyesha mtoto wake, hata akamwachisha maziwa. Hata alipokwisha. Haijaandikwa hivyo yako? Hata akamwachisha maziwa. Endelea. Naye alipokuwa amekwisha kumwachisha maziwa, akachukua pamoja naye na ng'ombe watatu, efa moja ya unga na chupa ya divai, akamleta nyumbani kwa Bwana huko Shilo. Achia hapo. Nilikuwa nataka hiyo sehemu kwa sababu gani? Mara nyingi huwa tunasema lete mtoto wako na sadaka, na roho za wazazi wengi husema wachungaji wanapenda sadaka, lakini imeandikwa. Halo, Bwana Yesu asifiwe. Imefanyaje? Imeandikwa. Akamuleta na ndama na kondoo ama na ndama wa ng'ombe. Wasomi wamesoma huku, ndugu, hata tulia, kuna wasomi huku. Ameuliza ng'ombe watatu, hata si mmoja. Kumbe mimi ndo sijui. Ng'ombe watatu na efa moja. Efa ni kama gunia ama ni kama bandari. Kikapu. Kule kwetu zamani tulikuwa tuna kikapu kikubwa tunakiita kitsango ama kaha. Kitsango ni kikaha na kibofu. Lakini kahu. Kwa hivyo wakambeba na kahu ya unga. Kumsudi akichinjwa alafu kupikwe sima. Bwana Yesu asifiwe. Akamuleta nyumbani mwa Bwana. Tuangalie Yesu anapelekwa pia kitabu cha Luka Mtakatifu. Tuangalie Yesu anapelekwa pia huko. Luka 2:22. Soma Luka 2:22. Soma wewe kama umepata. Mumpe microphone huyu, naona akusaidie, ako chapu. Kisha zilipotimia siku za kutakasa kwao, kama ilivyo torati ya Musa, walikwenda naye hata Yerusalemu, wamweke kwa Bwana. Endelea. Kama ilivyoandikwa katika sheria ya Bwana. Kama ilivyoandikwa katika sheria ya Bwana, si ya Kenya. Kila mtoto mwanaume aliyekifungua mimba ya mamake na aitwe mtakatifu kwa Bwana. Alafu wakatoe na sadaka kama ilivyonenwa katika sheria ya Bwana. Achia hapo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tukisema lete mtoto na sadaka yako, hatujatunga maneno yetu. Sawa sawa, Usitake kujua sadaka itaenda wapi, imefika madhabahu. Si imefika? Na mtoto wako amekuwa wakfu. Sasa nenda nyumbani, ubarikiwe.
Na ukitaka kujua sheria zote kuhusu kuzaa mtoto wa kike na wa kiume, kasome kitabu cha Mambo ya Walawi 12 anzia 1. Hapo ndo zilianzia, ndo zikaja mpaka huku kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ndo utajua pale kwetu Elikota watu tunasema mtoto akizaliwa tunafuata Biblia. Kwa hivyo ukizaa mtoto wa msichana, kaa nyumbani, maana maandiko inasema unakaa mbali na mahali patakatifu kwa muda wa siku 66. 60 na ngapi? 6. Miezi 2 na siku 6. Alafu ulete mtoto. Sawa sawa. Kama ni mvulana, sijui wanaume tulionewa, tulipewa 36 days. Ndio maana tuna mashaka mengi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nasema ndio maana tuna ujasiri. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Maana pakitokea jambo utasikia wanaume. Kwa nini? Tuna ujasiri. Yes. Bwana Yesu asifiwe. So nimesoma maandiko hayo ili kuipa nguvu ibada ya kuweka wakfu watoto. Wenye watoto wasimame. Niondoleeni hii stani sasa, irudishwe kando. Nilikuwa nawaandikia barua niwaleteni, kaambiwa usiwape barua, ni wenyeji ya semina. Hao ni wenyeji, nenda watangazie mchungaji. Watu wa nyumbani wawalika vipi? Si ni wajulishwe tu. Wenye watoto naomba wapange laini hivi na sadaka yako mkononi. Sawa sawa, Kama umeweka kwa bahasha ama umeshika vipi? Na ujue hii ni ibada. Usichukue ni mambo rahisi. Kuna kitu kinafanyika. Ukisimama na mwanao, simama na mtoto wako hapo. Wallahi. Kwani watoto wanaenda kutafutwa? Ala. Wanaenda kutafutwa watoto. Pangeni laini hapa. Tukianza tuanze wa kwanza, tushike wa pili na wa tatu na tumalize. Maana bado nina safari ndefu. Nirudie baraza kule ndio nirudi nyumbani. Lakini nashukuru kesho ni holiday. Interest. Kumbe hao wako hapa. Hata wewe pia. Baba yako huyu. Songa. Wewe ndio uko mbele, songa hapa. Anzia hapa ndio wengine wapate nafasi kule. Acha tutumie hii madhabahu. Wajua sasa mama nani tumezoea ile madhabahu letu kule. Liko juu hivi. Tulikimbilia kutengeza madhabahu kwanza. Alafu huko kwingine na Mungu ametujalia hata tumeweka kageti kidogo. Saa hii tukikukuta hapo ndani utuambie umekujaja. Maana ni Mungu tu anatuongoza. Kama unahitaji bahasha, mchungaji anaona nishika bahasha. Kama unahitaji bahasha, ziko hapa. Na si hata ukiendokezea asha achukue hizi bahasha. Mpakwa mafuta asimame na bahasha. Nyinyi. Huyu ni baba. Kojeni niwaambie usimzoee mchungaji. Nani anataka bahasha? Nilimwambia hata mke wangu, sikia. Mimi ni mumeo hapa nyumbani. Nikiwa pale madhabahuni mimi ni pasta wako. Nataka bahasha ni nani? Kwa hivyo ukifika mlango wa kanisa badilisha nia. Ona pasta wangu. Na hapo ndo utarisivu vitu vya rohoni. Lakini asi ni mume wangu tu yule. Unabaki na mume wa. Na hiyo
ndo ilikuwa. Songa mbele kidogo, naona wanafinyana hivyo hapo. Hiyo ndo ilikuwa kwa Elisha. Elisha alikosa murithi. Gehazi akaambiwa, chukua hii fimbo, nenda kwa Mshunami kaweke fimbo juu, yule mtoto ataamuka. Akaibeba kama fimbo ya kuchunga kondoo. Akifika hapo mtoto amelala, akaibwaga juu. Alafu, vipi, mmepiga kahawa huko? Namna gani? Akija Elisha anakuja na punda wake, anafika pale, anauliza vipi? Ati hakuna chochote mtumishi, fimbo ile haikufanya chochote bwana, maana ameibeba kama fimbo ya kuchunga kondoo. Na ndo maana alipokufa Elisha, Biblia inasema aliwekwa kwa ile pango na kukawa na kwa msalaba nimepata kutoka katika utumwa, ameniweka huru kweli, naimba sasa haleluya. Kwa msalaba nimepata kutoka katika utumwa, nimeokoka na furaha, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Zamani nilifungwa sana kwa minyororo ya shetani, nikamwendea Bwana Yesu, akaniweka huru kweli. Zamani nilifungwa sana kwa minyororo ya shetani, nikamwendea Bwana Yesu, akaniweka huru kweli. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Neema kuwa nilipata kuacha njia ya mauti, na nguvu ya wokovu yanichukua siku zote. Neema kuwa nilipata kuacha njia ya mauti, na nguvu ya wokovu yanichukua siku zote. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka,